Anajaribu anza kule mbele katikati mwa uwanja, piga hedi, rudisha na hedi bado, weka mpira chini kabisa. Ya kwanza Victor, ya pili jaribu pewa ikabu. Ndugu yangu, umekwisha sema kwamba kesho tuna mechi gani ama taarifa kamili haijatoka? Kesho na kuambia nina ukweli kabisa hapa. Kesho tutakuwa na itakuwa ni siku ya tatu. Siku ya tatu tutakuwa na zile timu ambazo zitakuwa zikishinda hapa zitakuwa zinamenyana na zile timu ambazo tutapata mwelekeo kamili. Anaingia chenga, lakini kosa nafasi, rudisha kwa juu, anagada, cheza, kosa. Kwani offside tena? Vijana hao wanajipanga. Kwani offside tena? Wanajipanga. Kuna lipa takwimu kamili. Inakuwa ni siku ya tatu. Siku ya tatu tutakuwa na vijana wa Agoro Sare wakigaragazana na vijana wa Kodero Bara kabisa, pamoja na vijana wa Kisumu Day wakiwa na vijana wa Ongicha. Sameta pia watakuwa na Ambira Matutu Tonga. Anaingia offside. Inazidi kuwa offside sana. Vijana hao wa Kodero Bara wamejifunza sana kutengeneza offside. Wanawaachilia wale wa Kisumu Day wanaingia sana na wanabaki. Inaonyesha kwamba itakuwa vigumu sana wana Kisumu Day kuweka goli lingine, kwa maana wanachunga sana. Anaingia, anapigana vita vilivyo, kosa nafasi yake. Lakini nakwambia mechi hii vijana hao ni kama wanaleta msisimko sana kabisa kwa mashabiki. Anacheza kule mbele, bali tatu fungua kabisa mbele, lakini anampasia kwao. Ngine ya kwanza, vijana wa Kisumu Day wanapanga mpira wao chini vizuri. Nambari 7 cheza, rudisha, kosa nafasi hiyo, peana tena, jaribu kuingia lakini anakanywa, ingia tena, anapea handoff lakini anakosa. Wewe ana save corner, sijui kama ni corner. Imekwisha kuwa ni mpira wa kona sasa kuelekea timu ya Kodero Bara. Leo ni leo, asema kesho ni muongo. Basi wanasema msema kesho muongo, Waswahili wakanena, ndivyo ilivyo kabisa. Tutasema kona, sema kona ya kipekee, cheza kona kijana mtulivu. Mashabiki nakwambia ni wengi sana kutoka katika anacheza mbiro. Ingine tena ni maeneo hatari. Poa kabisa. Cheza, rudisha, anatamba sasa. Anajaribu kuweka mbali, anaweka kwa kifua, inamtuliza, anatulia kabisa. Anaingia lakini kosa nafasi yake ya kwanza. Nyanganywa, anaingia Victor. Cheza tena kule mbele. Kosa ile nafasi. Kwambia wamekwisha waacha wale vijana wa Kisumu Day wanaingia offside sana. Ndio maana wanaoachilia. Anza tena katikati mwa uwanja, anampa Savi, anaangalia, cheza gol nje. Anakosa hiyo nafasi ya wazi. Kumbuka kwamba Kisumu Day walikwisha ingiza goli yao dakika ya pili pale mwanzoni. Sikia kwamba anapata kuumia pale, msaidizi unaitanwa pale, kijana ameketi chini lakini anajisatiti na kuinuka, ionekane kwamba ameweza kujisatiti.
anapata kulia ni kijana wa shule ya Kisumu Day. Kumbuka kwamba vijana wa Kisumu Day wamevalia jezi, vijana wa Kodero Bara wamevalia jezi nyekundu, huku vijana wa Kisumu Day wamevalia jezi za kijani. Wanaenda kupata mwelekeo kidogo kutoka kwa wasaidizi wao ambaye ni refa msaidizi pamoja na msimamizi wa timu ya Kodero ya Kisumu Day. Ndivyo ilivyo, msikilizaji. Ndugu yangu, nilikuwa nimekuambia kwamba mechi hii ina utofauti mwingi sana na kutokana na mechi ambayo iliweza anampa kadi ya manjano kumalizika. Refa anampatia kadi ya manjano mwakilishi mmoja wa timu ya Kisumu Day kwa kosa la kuweza kumuita kutoka uwanjani na kumwambia jambo ambalo halina uwezo ama halina uzito. Haya, wata kwanza tena Kisumu Day. Jana aliyekuwa ametoka kwa sababu ya kupata anza pale mbele kuumia, anaonekana ni kana kwamba anaweza karejea tena uwanjani muda wowote ule. Vijana hao wa Kodero Bara wanatupa chances mingi hata kusimamisha mpira ambao ni falls ambazo zinakuja kwa njia ya pekee. Inaasilia kwamba nilikwambia zile medali ambazo tulikuwa tumeongelea zitarudi hapa, zinaweza pia zikapata anaingia kutoka hapa. Anaingia vizuri sana. Cheza visivyo jezi nambari 7. Ile ni maeneo ya hatari. Jamaa ambaye ana uwezo wa kukimbia uwanja wote kwa muda wowote. Jezi nambari 7. Timu gani? Timu yoyote ile. Ikiwa ni timu ya Kodero Bara, iwe ni timu ya Kisumu Day, mchezaji jezi nambari 7 ana uwezo wa kukimbia uwanja wote. Wanajaribu sana wana Kodero Bara kuhakikisha kwamba wanarudisha ile goli ambayo imekwisha enda. Kundana jezi nambari 6 anaweza kukimbia uwanja wote. Anacheza. Asante sana wale wote ambao mnatupata kututazama ndani ya mtandao wa YouTube. Tuko sawa kabisa pale tunakuletea matangazo moja kwa moja. Kumbuka kwamba ni mechi ambazo tunakuletea mechi za Nyanza Region Secondary School Sports Association cheza kali sana hapa katika kaunti ya Kisii. Wale wote mko mbali amweza kufika uwanjani, basi mnapata mechi hizi kwenye mtandao. Inakuwa sawa kabisa zikiweza kufunguliwa rasmi hapo jana na msimamizi wa mechi hizi ambaye ni guest of honor, mgeni mheshimiwa mkuu ambaye ni Regional Director of Education Nyanza, Mr. Lawrence Karuntimi, mkuu ambaye amekuwa akisimamia masomo katika eneo la Nyanza. Kabisa. Jaribu kuingia lakini anamzuia asiingie. Iwe ni mpira wa ikabu. Imekwisha kwa mpira wa ikabu. Ndivyo hivyo mambo yalivyo ugani Gusii Stadium. Kisumu Day 1, Kodero Bara 0. Anajaribu. Anajiamini sana. Pale hatari. Cheza kipa ananyaka. Kijana nambari 5, kijana nambari 6 alikuwa anajiamini sana. Asipochunga vizuri yule jamaa jezi ama mchezaji wa timu ya Kodero Bara, goalkeeper, asipochunga tena anaweza akapatiwa bao lingine la pili. Cheza. Namna ambavyo anaonekana anakuwa ni mtu sana. Naweka nguvu sana. Kipa ananyaka. Anza kule mbele. Pele inakuwa mwingine inatoka nje. Kurusha. Mashabiki wanamkemea kwamba asingecheza hivyo.
kwa maana sasa hivi wamepigwa moja. Akicheza mechi hivyo inahakikishia kwamba anatoa matumaini kabisa ya timu ya Kotero Bara, lakini mechi hii ni safi kabisa. Tunazidi kukuletea moja kwa moja kutoka mitandao yetu. Na Kaba lakini ananyang'anywa tena. Kabu kuelekea timu ya Kotero Bara. Rusha za kuleka kwa Victor ya kwanza, nyang'anywa na mchapa Andov. Anajaribu kuzuia kona. Wana Kotero Bara wanajaribu wawezavyo, lakini inakuwa ni mshike kwa timu yao, kwa maana hawajajipanga vilivyo na kuhakikisha kwamba wanaleta mpira ambao unaleta ustaarabu wake katika ugani. Hivyo basi wanapupa mingi, wanastahili warudi chini, watoe pressure. Ndio wakitoa pressure sasa watakuwa wametulia. Amecheza kona safi sana, karibu ingie yenyewe. Hao na Kisumu Day wanajaribu kuhakikisha kwamba wao ni wanataka kuhakikisha kwamba hawalali tumbo lisilo na kitu. Cheza kule mbele, rudisha. Kumbuka kwamba ndugu yangu, nataka nikukumbushe kwamba kuna shule zingine hapa ama mashule mengine ambayo yaliweza anaingia offside. Mashindano haya shule ambazo zimeweza kuahidiwa na mwalimu wao mkuu, akawaambia kwamba baada ya mkiweza kuja nyumbani na kombe mtaweza kuwapeleka katika mji wa Mombasa na pia mji wa Nairobi kwa juma moja rasmi, ambapo mtakuwa mnaenda mkiji-enjoy. Inakuwa kuna shule nimeweza kuelezwa shule 2-3 katika mashindano haya kutoka eneo la Kisumu na pia shule ya makaunti zingine ziliko eneo la Ujaluo ni pale zimeweza kuahidiwa punde tu mtakapokuja nyumbani na kombe mtaweza basi kuwapeleka katika mji wa Mombasa na mji wa Nairobi muweze kujifurahisha kwa juma moja. So inamaanisha kwamba kwa hivyo ndio maana anaingia, anajaribu kuingia, kosa nafasi, offside. Shule hizi zinafanya kujizatiti ili ziweze kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa. Walikuwa wamejenga kipanda kwa ardhi sio kwa yake. Naona pale jumbe zinaingia studioni, mmoja anasema kwamba anaitwa ni Bishop Nyandego. Asante sana Bishop Nyandego kwa kazi ambayo unasema tuko sawa kabisa. Anaitwa pia ni Nancy Kotini, anasema kwamba yuko locked, yuko ndani kabisa. Pia mwingine anasema kwamba anaitwa ni Boni Mogire. Asante sana Boni Mogire kutoka maeneo ya Nairobi. Pia vile vile anasema anaitwa ni Rosrin Ombati kutoka maeneo ya Qatar. Anasema kwamba anatutazama live, yuko ndani ya nyumba anatutazama live. Anasema pia mwingine anaitwa ni Isaac Mpenda Amani. Asante sana pale, na pia wengine wenyeji wa kutoka maeneo ya Mogonga katika kaunti ya Kisii. Asante sana. Ndivyo hivyo mashabiki wetu wanazidi kuingia katika GTune Studios pale YouTube, wanapata matayarisho haya kwa njia ya kipekee. Ruka juju, kijana mtulivu nambari 6 mgongoni, kuza tena, chenga ya kwanza peana kule mbele, chenga ya pili peana tena, cheza sasa vizi. Wanaonyesha mpira mwema wana Kotero Bara kwa muda huu mchache. Ndivyo mambo yalivyo kwa mbele. Rudisha tena, cheza visivyo. Kwanza ya kwanza, wana Kotero Bara wanang'aa vilivyo. Chenga ya kwanza, ya pili peana kule mbele, anajaa anamng'oa kule. Ni mpira wa kona sasa. Corner ball kuelekea timu ya Kisumu Day.
cheza kule mbele. Jaribu tena. Amecheza vizuri lakini wanaingia, nazidi kuingia wanakodero bara, nakwambia kaka yangu. Wanajaribu sasa, wanasema kwamba ni muda wao. Ni muda wao hivi sasa. Cheza vizuri. Kosa. Ya kwanza, rudisha tena. Wanakodero bara, Waikabu. Mashabiki wa G6 wanaonekana kwamba ni wa Migori County na G5. Maana katika uwanja wa Kisii Stadium wanashabikia sana timu ya Kodero Bara. Wanaonekana kwamba ni wa kutoka pale timu ya Kodero Bara kabisa, kwa maana ni hapa karibu, ni mwenze wanaitwa wenzao hawa wana Kisii County hapa, ni majirani. Wanaingia wana Kisumu Day. Cheza kule mbele. Inakuwa ni offside. Bao lingine la tatu tena. Offside. Msaidizi wa refa anakataa. Anasema ni offside. Anasema ni offside. Ndugu yangu nakwambia, ingekuwa msaidizi wa refa hangekuwa goli ngapi hizi, basi tungekuwa tunaongelea mambo tofauti kulingana na yale ambayo tulikuwa tukiongea hapo awali dakika zilizokuwa zimepita. Wanaingia wana Kodero Bara. Haya. Anajaribu kuingia. Cheza. Piga yeye safi. Anamzuilia pale jezi kabisa sana. Nambari 7. Anamzuilia asiingie jezi nambari 8, kijana kutoka timu ya Kisumu Day. Wanaanza tena vizuri. Kwani Waikabu kuelekea timu ya Kisumu Day. Mpira Waikabu anaonekana anataka kufanya kwamba anaweza akaingia uwanjani. Anataka kwamba kana kwamba jezi nambari 12 mgongoni aweze kuingia pale akiwa na jezi nambari 9, vijana hao wawili angalau waweza kusaidia timu hiyo ya Kodero Bara. Asante, wanamaliza mazungumzo pale. Asante, tuweze kurejea uwanjani na kuwa anza tena hapo kule mbele. Cheza vilivyo. Bali 19 au jafu kabisa nje. Mpira Waikabu kuelekea timu ya Kodero Bara. Ni Koses. Vijana wa Koses. Ila hatujajua Koses inamaanisha nini. Ingia tena. Chenga ya kwanza. Weka katikati. Menyanganywa. Secondary school. Kipa anaokoa. Kipa nambari 1. Anampatia mkiki mzuri. Anapiga mkiki. Kipa anasema niko hapa kuhakikisha kwamba hakika nitasaidia Kodero Bara. Anasema kwamba naomba nipatie. Anapatiwa, anakichukua vizuri. Duma. Kipa anaokoa. Amepewa mkiki. Yaani ndugu yangu, mambo ni tofauti kabisa. Vijana hawa wa shule ya Kodero Bara ndivyo hivyo mambo yalivyo ugani. Kulemewa kidogo. Wanazidiwa. Vijana wa Kisumu Day. Kijana amekwisha kosa kusimamisha mpira mara 2. Wanafanya mabadiliko pale. Vijana hao wa shule anaingia jezi nambari 12 pale. Kipa anaokoa tena. Kwa ni goal kick. Haya. Anaanza Ikabu kuelekea timu ya Kisumu Day. Ni Ikabu. Ingia. Kosa nafasi hiyo. Rudisha tena. Handball. Levo anasema cheza, lakini mpira unakuwa mingi na kutoka nje. Kwa mingi na unatoka nje. Levo anasema sioni hayo. Ingekuwa na VAR hiyo tungetazama na tuseme kwamba ingekuwa na VAR ni penalty, kwa maana yule alikwisha naka mpira kule na tungejua ni kipi ambacho na referee alikuwa na yeye. Haya, anza tena, cheza kule mbele ya kwanza, anacheza na rudisha na kichwa pale, rudisha. Haya, nambari 5 mgongoni, jaribu kunyaka, lakini inakuwa ni mpira wa ikabu kuelekea timu ya Kodero Bara. Anaanza tena,
Aha. Jenga ya kwanza katikati na Jerewa atapata mwanasi wake, anza kule mbele, toa kabisa, rudisha tena kule mbele. Chakula changu hicho niachie mimi, anawaambia hivyo kipa Ombware. Anza mbele, Kumbali anaonekana kwamba anakuwa mahiri, weka kichwa, simamisha vizuri ndani, kipa ananyaka. Kuja baba, anauchukua mpira na kuupa busu. Kuja baba, sema kwamba hiki changu, najua Waswahili husema viwili vikiunganishwa vikiwa kimoja basi vinakuwa ni kitu kimoja kabisa kabisa. Ndio maana mamangu akaniambia siku moja kwamba mwanangu, tembea hapo, iwapo utapotea njia usije ukarudi nyuma. Ulizieni wenzako, basi tembea peke yako pole pole. Haya, asante sana. Nakuambia hapa sasa kinaumana, nipe nikupe, naomba changu, hamna wa kupeana, lakini wanapatikana katikati ya uwanja. Cheza kichwa kama mgongo. Ni kama vijana hawa wamebadilisha namna ambayo walikuwa wamecheza mechi yao. Anazidi kuingia, anaingia tena, Victor anajenga, Wycliffe anajenga, kosa nafasi hile, angekuwa maarufu sana. Anacheza fataki pale, unasikia mashabiki sasa wamekuwa fan base imeingia sana. Nakwambia kwa kweli mambo yalikuwa ni tofauti kabisa kulingana na vile ambavyo wengi walikuwa wanadhani. Anaingia lakini mpira kwa mwingi, anaukaba, anaingia, kosa, ndio chafu mbele. Dunda tena, rudisha na Ed, cheza kule mbele na Baltiza, anazidi kuingia, anaingia, chenga ya kwanza, pea mwenzake, Victor, chenga ya kwanza, anazidi nje. Leo. Ni nani ambaye yuko ndani? Sikia kwamba Rais Ruto amewang'oa wote ambao ni ma-CS. Inakuwa ni kwa kweli. Amesema kwamba nimebakisha naibu rais na prime minister peke yake ndio anafanya kazi nao kwa sasa hivi. Sana wana GNC wanazidi kufanya kazi. Kumbuka ni moja. Sasa nakwambia mambo yanakuwa ni tofauti kwa huu uwanja na hata Kenya nzima mambo yanabadilika na kuwa tofauti. Naona mmoja anasema hapa
Kwenye mtandao wanasema kwamba this is the only tantalized the government. Yes. Sijui amesema akimaanisha nini. The only tantalized government. Amesema huyu ni jamaa anajiita Rafael Kimeu. Anaingia. Chenga ya kwanza. Peana kule mbele ambako hakuna mtu hakika. Rudisha tena, wana Kisumu Day wanatuliza, wanamwambia tulia. Cheza kule mbele, hakuna mtu mwenye anapea mpira. Anamtafuta lakini anakosa, hamna mtu. Ni kama wana Kisumu Day wanang'oa, wanatoa makali yao. Kukoje? Kwa maana walikwisha anza na mechi ambayo ilikuwa na nguvu. Sasa hii naona kwamba wametulia kidogo. Ni kama vijana hawa walikuwa wanangoja kipindi cha pili. Wamekwenda kocha akawaambia, ndugu zangu, ni kama sasa hawa jamaa wamecheza ni kama mchezo wa riadha. Kijana huyo nambari 10 mgongoni anajaribu kutesa sana. Anaingia Kisumu Day. Cheza visivyo. Anachukua kitambara pale na kusema nataka kuotea wewe. Ndivyo hivyo mambo yalivyo. Kumbuka kwamba Hoteli Bora ni moja. Pia wana Kisumu Day wakiwa ni moja. Mpira ambayo uko na pressure sana. Tutahakikisha kwamba mpira huu haukosi lolote. Kijana kule nyuma anaonekana kwamba amepatana na injury kwa mguu. Anaonekana kwamba amepata injury kwa mguu. Anaumia pale, anaumia na kufanya maombi chini kwa chini, jezi nambari 8 mgongoni. Sema Mungu nisaidie. Kutoka katika timu ya Kisumu Day. Jezi nambari 2. Kunradhi, jezi nambari 2. Haya. Watangia jezi nambari 10 kufanya mabadiliko hapa katika timu ya Kisumu Day. Vijana wa shule ya Kisumu Day, jezi nambari 13 mgongoni na jezi nambari 10 wanafaa kuingia. Akitoka nani? Anatoka jezi nambari 18 na nambari 12 mtawalia, ambaye ni Innocent pamoja na Otieno. Kosa tena, kosa. Wanakutoka bara, wanazidi kuingia. Piga heda, cheza ya kwanza, tangalia, ngia, kosa. Wanazidi kuleta makali yao mashabiki takriban 18,000. Ingia, ndio kule mbele, cheza sasa, jaribu kuokoa, kosa. Kabu Mbwewa Ikabu wanacheza namna na ambavyo hawako wanacheza katika hapo kipindi cha kwanza, ndio wanabadili kabisa mienendo yao. Anza tena kule mbele, rudisha, chenga ya kwanza, peana kule mbele, simamisha vilivyo, chenga ya kwanza, unganisha, lakini wapi, kosa hiyo nafasi. Wana Kisumu Day, chenga ya kwanza kule nambari 11 Innocent Ongara, ya pili rudisha jini kwake nambari 10 nguvu mpya na koza 17, chenga tena kwake kule nambari 10, chenga ya kwanza, chenga ya pili, anaingia, anakosa nafasi yake wazi, anarudisha tena kule mbele kwake Kisumu Day. Wanajaribu kuingia, wanajaribu kukosa nafasi visivyo. Kabu ndivyo mambo yalivyo kaka. Ugani Gusii Stadium, mambo ni kangaja, huenda yakaja na panda na kushuka vilivyo. Utakosa nafasi ya wazi ukiwa hujaona mechi hii. Ndio maana tunakuletea moja kwa moja kutoka mitandao yetu kule mbele. Simamiza vilivyo, tafuta, angalia juu, cheza tena, cheza, gusha chini. Wanaleta pressure wana Hoteli Bora. Vijana hawa wanafanya, nakumbuka wimbo fulani. Nakumbuka wimbo ulioimbwa miaka ya kitambo
ambao jamaa alikuwa anaimba anasema sitaki pressure. Ingiza nje. Kwa mwingine kutoka nje. Kwa mwingine kutoka nje baba. Pressure inazidi kupanda. Wazungu wanasema pressure increases or decreases. The pressure increases. Wanasema decreases. Anza tena mbele. Ya kwanza nambari 6. Chenga ya kwanza kosa. Ana sukuma lakini kipa anaokoa. Anza tena mara ya pili kule mbele. Rudisha kichwa kinalia kule. Jaribu kutoa lakini ni Moikabu wa kurusha kuelekea timu ya Kodebara. Anarusha kwa mbio sana kumpea nguvu mpya namba 10 mgongoni. Cheza ya kwanza kule mbele, anatamba kuingia, anajaribu kuingia. Offside. Vijana hao wa Kodebara wamekwisha funzwa vilivyo chizi ya kutengeneza offside. Wanawaleta vizuri, wanawakanyagia na wanawaacha. Ndiposa wanapata nafasi mingi zimeenda. Ingia tena. Kichwa kinalia. Wakurushwa. Arusha kuelekea kwa timu ya Kodebara. Nambari 10. Cheza ya kwanza. Yaka lakini wapi? Tunde! Kosa. Asante sana. Ndivyo hivyo mambo yalivyo ugani Gusii Stadium. Kipa anasema pigeni kelele tutashinda hii. Asante sana watazamaji mnaotufuata mitandaoni, nyote tunawakaribisha. Mnazidi kuhakikisha kwamba muko nasi. Mbele kabisa. Cheza vilivyo. Simamisha mpira kwa kina. Chenga ya kwanza. Anamwacha. Pala mbele. Cheza. Chenga vilivyo. Wanaingia wanang'ara wana Kodebara. Ya kwanza. Ya pili. Duma. Mpira una utamu yake jamani. Rudisha tena. Wana Kodebara. Ingisha tena. Rudisha nyuma. Kisumu Day sasa. Wanagoza ya kwanza kule juu na Balisa mgongoni Victor. Anaingia. Jaribu kutenda ya kwanza. Ya pili. Ya tatu. Anakanyagwija lakini pia nambari mpya namba 7 mgongoni. Cheza ya kwanza. Anafanya vivyo hivyo pia yeye. Anatamba kosa ikabu. Ndugu yangu nikitazama. Tazama kaka. Naona pia hali ya anga inakuwa tofauti kabisa hapa ndani ya uwanja. Vijana hao wanaendelea kubadilisha namna na ambavyo mchezo wao unaendelea kubadilika. Kodebara wanaingia na wana na Makai. Mchezo wao unaendelea kubadilika kamwe. Wakiwa wanacheza hivi watakuwa wakiendelea kucheza hivi basi. Chenga za kwanza wanaingia na Balisa mgongoni. Chenga atafuta nani, anajaribu kuingia, anatamba cheswa. Wanamsema lakini mpira bado uko ndani. Kule mbele. Jaribu ya kutosha, anajaribu kumvinya nene, anaingia Kisumu, anaingia. Penalty. Inakuwa ni penalty. Walijaribu kutenga. Walijaribu kucheza vilivyo. Wameweka pressure. Mwishowe wamepata penalty wana Kisumu Day. Jamaa amejaribu, amejisatiti, amecheza vizuri. Amejisatiti vya kutoka kaka. Lakini akachezewa visivyo ndani ya box. Walikuwa wamekwisha toa matumaini. Unaona kocha yao anasema kwamba hakika Mungu ni mwema. Inakuwa ni penalty. Mungu mteremezi. Inakuwa ni penalty. Penalty kuelekea kwa timu ya Kodebara. Anaenda kucheza penalty. Anaenda kucheza penalty ni kijana nambari 2 mgongoni. Anacheza mpira unawekwa chini. Anakuja na kama hivyo. Anza. Anasonga nyuma kijana jezi nambari 2. Refa anamwambia wewe songa nyuma. Nitakueleza vile unafaa kufanya mambo. Sikiliza penalty sasa. Sikiliza penalty. Asonga nyuma kabisa. Sikiliza penalty. Anapuliza kipenga pale, anaenda kupuliza kipenga. Penalty. Anapuliza kipenga, anamwelekeza. Anaokoa penalty. Anaokoa penalty kwa kipa. Kipa anaokoa penalty. Kipa anaokoa penalty. Inakuwa ni mtazamo mpya. Ilikuwa ushindi. Walikuwa wamalize. Walikuwa wakwenda ushindi ugani. Imekuwa Simbaute. Imekuwa Matambara. Imekuwa Kangacha. Imekuwa Kombo. Imekuwa Tambwi. Sasa sikiza kona. Kona inachezwa. Kona. Toa.
anaingia Kodero Bara, anatoa kichwa, kinalia kichwa, rudisha tena ya kwanza, kichwa kinalia na kwani Waikabu kaka, mechi iliyo na msisimko sana tena zaidi. Jamaa amecheza penalti yake vizuri, lakini akamwonelea ile golikipa wa timu ya Kodero Bara, akamwambia wewe chakula changu wewe. Anaingia piga, lakini inakuwa ni mkiki mdogo. Akamwambia wewe kijana mdogo sana, unataka kufanya mambo kama vile wazee wanavyofanya, wewe bado hujafika. Haya, wanazidi kuingia tena wana Kisumu Day, anakataa ya kuzungusha, cheza kule mbele, chenga ya kwanza, jaribu kosa nafasi, kwani mpira wa Ikabu. Mpira ambayo uko na pressure sana. Asante sana. mpira ambao una tofauti sana kubwa tena zaidi kulingana na ule ambao tulikuwa tunauona hapo awali. Anaanza Victor. Anaanza Victor mbele. Anacheza vizuri Katikati kule maeneo ya hatari. Rudisha. Nambari 7 mgongoni. Cheza tena kule mbele. Nambari 10. Kuza ya kwanza, ya pili. Jaribu, Owesale anakosa nafasi ya wazi. Rudisha tena. Kanyara ya kwanza. Nambari 7 lakini anakosa. Wekwa nje. Ndivyo mambo yalivyo gani? Mvua nayo inakapa vilivyo, mvua inaingia mingi sana. Pendwa, inaleta hali halisi sura ya kaunti ya Kisii. Anza tena kule mbele, kipenga kinalia kuwasilia kwamba ni maeneo mpirani wa Ikabu. Nakwambia sasa mvua hii inaleta hali halisi kamili sura ya Kisii County. Nje. Ndivyo hivyo mambo yalivyo. Lakini Ugani Goose Stadium mvua imefurika fulifuli, watu ni wachanga. Maeneo yenye baraka, mshike zinatoka. Hii inakuja haribu mvua, inaharibu sana. Wanapaki watu maeneo wa timu zote, makocha wanyeshewe ndiposa wakoe timu. Anaanza tena chenga ya kwanza, eka Mungu, tafrisha, rudisha kule mbele, nambari 7 ingia, nambari 2 aliyetoa penalti, offside. Wenzetu wana Kisumu Day wangekuwa wamejenga vipanda kwa hadhi yao, wangekuwa na magoli 4 kwa sasa, lakini sasa hivi wako na 1-1, wamepata penalti, wametupa. Anza kule mbele, maeneo ya hatari, kichwa kinalia, ondoa, jaribu ya kutosha, lakini anakosa nafasi yake ya wazi. Mpira juu, jaribu kuweka mpira chini, kosa hiyo nafasi, na mpira ni wa Ikabu kurusha kuelekea timu ya Kisumu Day. Anza tena kurusha mpira, anarusha kule ndani, nafasi hiyo inakosa tena Ikabu kuelekea timu ya Kodero Bara. Ndivyo mambo yalivyo gani. Kumbuka ni 1-1 kwa faida za timu zote mbili. Itilafu ni mvua peke yake, mashabiki ni pomoni, wamejaa pomoni kabisa, kichwa kinalia. Chenga ya kwanza, kosa nafasi yake ya wazi, mpira wa Ikabu tena kuelekea timu ya Kodero Bara. Rusha kule mbele, anamtafuta Victor, naguza ya kwanza Victor, chenga ya kwanza, anaingia Victor, yakanywa, tolewa kwa maeneo ya hatari tena Ikabu, mpira wa Ikabu tena kuelekea timu ya Kodero Bara. Wanaanza tena wana Kodero Bara. Vincent anarusha kule Otieno, namtafuta Victor, lakini anakosa nafasi hiyo tena. Kichwa kinalia tena,
mpira wa juu, kichwa kinalia tena, weka chini, chenga ya kwanza, rudisha, jaribu awezavyo, kosa, giza tena kule, namba 2, offside. Anacheza lakini inakataa pale. Mfuani mingi, anza kule mbele, kisha kinalia. Asante sana. Anza tena katikati, kuza ya kwanza, anagereza kule mbele, maeneo ya hatari, okoa kijana namba 5 mgongoni, siri kuokoa, lakini mpira wa ikabu. Aha, anza tena, toa, kichwa kinalia, chenga ya kwanza safi sana, chenga ya pili safi, anajaribu kupeana mbele, anateza vizuri, ingia, anaingia, anapeana, ilikwisha kuambia wenzangu, mvua inanyesha, mashabiki wanalia, mashabiki wanatoa gani, wanakodoa bara, wanaingia, wanacheza, wanapinda, Kodoro bara 2, Kisumu Day 1. Ndugu yangu, nilikwisha kujiuliza kwamba mechi kama hizi zina utamu wake. Kunaponyesha ufungi hapo, mpira uchanga. Asante sana. Mama yangu aliniambia nikienda kwetu nilale salama, sarararara, sarararara, sarararara. Wala tena Kisumu Day. Asante ndugu yangu, nakuambia kwamba nilikuwa nimekueleza kwamba vijana hao wamebadili namna ambavyo wanafanya mambo yao, inakuwa ni tofauti kabisa kulingana na vile walivyokuwa wamecheza katika kipindi cha kwanza. Hatujui vijana hao wa shule ya Kisumu Day walifanya makosa wapi, hatujui walikosea wapi, lakini sasa inakuwa ni mabao 2-1. Anaingia tena, mashabiki wanazidi kung'ang'aa sasa. Anaingia tena katikati mwa uwanja, kosa nafasi, ingia tena, chenga ya kwanza, chenga ya pili, chenga ya tatu, kosa. Wanaonyesha mpira mwema, wanaonyesha mpira msafi sana, wanajaribu kuonyesha mpira jinsi ulivyo katika uga wa Kisii Stadium. Mambo ni moto sasa. Wanalimana vivyo, anza tena kule mbele, chenga, kichwa kinalia, guza ya kwanza. Ndugu yangu, cheza kule mbele tena, wanakonde na bara, chenga ya kwanza, konde na bara ya pili, chenga tena, wanapeana, wanang'ara, chenga tena, wanawanyima nguvu wanako Kisumu Day. Kipa ananyaka, wanaanza tena,
wanacheza lakini mpira uko mingi na kutoka nje. Kwa ni kuelekezwa kwa timu ya Kodero Bara. Ni mpira kuelekezwa kwa timu ya Kisumu Day. Asante sana. Ndivyo hivyo. Asante lakini nakuwa mengi sana. Msaidizi wa refa anainua kitambara na kuashiria kwamba inakuwa ni kuelekezwa kwa timu ya Kisumu Kodera Bara. Mashabiki ni wengi zaidi, msikilizaji, mtazamaji, inakuwa ni wengi sana ndani ya uwanja. Tusije tukajua ni nani ambaye atakuwa goli, lakini baada ya dakika 90 kwa kuwa tunajua ni nani ambaye ataweza kufadhili. Haya, anaenda kuanza mpira pale nyuma, anacheza vizuri pale, mpira unakuwa mwingi, lakini goalkeeper anachukua mpira na kusema chakula chake. Haya, asante, anacheza vizuri mbele na upata jezi nambari 15, lakini anamtafuta jezi nambari 9. Haya, wanaingia tena wana Kodero Bara, wanaingia chenga ya kwanza, jaribu yake, chenga nyingine, chenga ya tatu, jaribu tena ya nne, chenga kosa nafasi yake ya mwisho. Aha, kabisa, wanapenda mpira ya mvua. Tarehe zake zao ni za mvua. Mvua ikija hivi watakuwa washindi kwa Regional ya Nyanza. Kila nyani na starehe zake. Inaonyesha kwamba lakini pia wamelegeza sana nguvu za wana Kisumu Day. Kila nyani na starehe zake. Naanza tena kule mbele. Haya, asante. Cheza. Chuju kijo kinalia. Analegeza kule. Tena na kwa mwingi. Waikabu kurushwa. Ya Kodero Bara. Aenda kushika mpira kurusha sasa. Asante sana msikilizaji, mtazamaji ambao umeingia hivi sasa. Unapata matangazo haya moja kwa moja kutoka ndani ya kaunti ya Kisii. Kabisa. Inakuwa ni michezo ya shule za upili. Kabisa. Ikiwa ni Nyanza Region Secondary School Sports Association Tournament ambazo zimeweza kuandaliwa rasmi, ikiwa ni siku ya pili. Siku ya pili ya michezo hii. Tumekuwa hapa jana, tumekuwa hapa leo, tumekuwa hapa kesho kutwa, hata ikiwezekana Mtondo na Mtondo. Tutakuwa tunakuletea mechi hii chinzi, umeambiwa na kaka yangu Evans ambaye niko naye studioni hapa kuhakikisha kwamba na kueleza kwamba ni mchambuzi wa mipira hii ambaye ni mchambuzi wa mipira hii atakuwa nasi tangia siku ya leo, kesho na hata kesho na Mtondo vile alivyosema, ili kuhakikisha kwamba uchambuzi huu unafanyika kwa njia ya kipekee katika eneo hili. Nakwambia kwamba mechi ambazo inaleta taswira kamili ya sura ya kaunti ya Kisii. Radi ambazo unazisikia ni radi kutoka katika kaunti ya Kisii. Inakuwa ni mchezo ya shule za upili, uwanja umefurika furifuri. Cheza nje, nafasi zao wanazipata lakini wanaziharibu. Baada ya mechi kutamatika, tukuja kujua vijana hawa walifanya makosa wapi. Makosa inazidi kuonekana na haswa katika uga huu. Tunakumbuka kwamba walipokuwa wanaanza Kodero Bara walifunga goli dakika ya pili, yani Kisumu Day. Kumbuka wakifunga mabao matatu lakini yakakataliwa. Na nini kisha kwambia kwamba hawa wana Kodero Bara wamekuwa na ustawi na hata wana fursa kamili ya kuonyesha kwamba wamefunzwa jinsi ya kutengeneza offside, kwamba wanawafinya vizuri na mnapoingia mnatoka mnabaki pekee. Hiyo ni namna moja ya mchezaji mpira. Hiyo ni namna moja ambayo wamefunzwa. Na kocha yao kucheza mpira. Kocha yao hapa anaonyesha kwamba amewafunza hata mpira ya mvua. Nilipokuwa namwangalia kocha wao katika kipindi cha kwanza, hata kama walikuwa wamefunga bao moja, hakuwa na uoga wowote ule. Alikuwa anaonekana kuwa mjasiri sana. Wanaingia
wanaingia, wanasema hiyo ni ball to hand. Ball to hand. Mpira wa kurusha tena. Ni sauti za mashabiki wa timu ya Kodero Bara. Wana furaha wakiomba na kuimba na kusema tafadhali refa apulize kamilisha mpira. Lakini bado wanaingia tena. Sauti zao bado kusikika. Katikati mwa mwaji. Cheza. Simamisha vilivyo. Chenga ya kwanza, chenga ya pili, anapita. Chenga tena, kosa nafasi ya wazi. Tuna kwa mwingine inakwenda wake up kuelekea timu ya Kisumu Day. Wanazidi kufinywa na kubanwa. Wana Kisumu Day kuhakikisha kwamba Kodero Bara wanapata ushindi walioanzisha kwamba hawa ni wana gavana wa Migori, ndugu yetu nani? Na gavana wa kaunti ya Migori anakuwa ni kwa jina nani? Wanamuita gavana wa kaunti ya Migori. Ingia tena, cheza kule mbele. Rafiki yake kutoka Homa Bay anajulikana kama Gladys Wanga. Hawa ni wa Anyang' Nyong'o, wana Kisumu Day ni wa Anyang' Nyong'o. Wa Anyang' Nyong'o. Na wana Migori ni wa mwenzetu Ochira yako. Yeah. Natumai kwamba siku ya finali watakuwepo hapa wote. Magavana hawa watakuwa hapa wa Nyanza region wote, natumai kwamba watakuwa mahara hapa. Kaunti hizo 6 Ochilo Ayako watakuwa hapa wote. Kaunti 6 wanatazama mechi hizi. Namna ambavyo zinafanyika. Anaanza tena ama zinachezwa. Rudisha. Cheza tena katikati mwa bugia. Jaribu awesavyo lakini anakosa nafasi yake wazi. Chenga ya kwanza. Anarudisha mpira. Chini anajaribu awesavyo lakini inakuwa ni mpira wa ikabu. Bara nje. Unaitwa mpira wa mvua. Mvua nipe nikupe. Ambaye hauna uhakika. Unajua ukipewa pasi alafu itapita pio. Ukipewa pasi inakupita na unamalizwa kabisa kisiasa. Na hata goli itaingia kutokana na hiyo pasi. Toa maeneo hatari. Anza tena. Mpira wa ikabu kurushwa kuelekea timu ya Kisumu Day. Aha. Haya. Nilikuwa nimekuambia kwamba kila nyani ana starehe zake. Kabisa. Kodero Bara wana uhakika kwamba iwapo hawatashinda wataenda draw. If anything happens here, the draw. It's a draw or a win. Kufikia hivi sasa ndugu yangu, mabao ni 2 kwa bao moja. Anza tena kule mbele, kijaja kinalia, kichwa kinalia. Anza tena katikati. Na mpira umekamilika. Referee Peterson Omungo anakamilisha mpira na kusema kwamba kwa Kodero Bara ushindi umekuwa wao against Kisumu Day. Mashabiki wanabubujika uwanjani. Karate